za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Yesu Kristo. Na atukuzwe Baba. Ziko baraka nyingi ziko katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, lakini katika ulimwengu wa roho zimefichwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipokuwa tunafundishwa juzi habari ya msukule, ngoja nishuhudie kidogo habari ya msukule. Kumbe mtu anabebwa msukule alafu anabadilishwa, lakini kumbe msukule unazaa. Nilikuwa sijui kwamba msukule unazaa. Kwa hiyo msukule unaoa msukule mwingine, na baada ya hiyo msukule kuolewa, kumbe na msukule nao una kizazi, unazaa. Hicho kitoto cha msukule kinaitwa kibwengo, na hicho kibwengo pia kina kazi ambacho kilichopewa. Mungu akasema nasi ya kwamba hicho kibwengo kinaweza kikajibadilisha kikawa gari. Unajua, tumekuja kupakia vibwengo bila kujua. Tumepakia vibwengo, alafu unaweza kuona samitrela inapita pale, imebeba mchele, imebeba sukari, wewe unasema ni samitrela, kuna ni kibwengo. Kwa hiyo tunakula vyakula vilivyobebwa na kibwengo. Katika jina la Yesu. Haleluya. Nasema na tukuzwe Baba wa Bwana Yesu Kristo aliyemfunulia mchungaji Kavea akaleta ujumbe huu. Jina la Bwana libarikiwe. Tupakia vibwengo tosima hivi. Ngoja nitafsiri ili mchungaji wangu leo. Yaani tumepakia vibwengo bila kujua. Tukatae katika jina la Yesu. Sikiliza niwaambie. Ukisafiri, yani haya mafundisho tunajifunza ili tupate maarifa. Alitangulia kusema mkombo, anasema kwamba shetani hatakiona. Sikiliza niwaambie. Haya mambo ni matamu sana. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Lakini mtumishi wa Mungu unakuja kumpenda bure. Akasema hivi, hata msiponiambia nije nitakuja. Kwani ni nani aliyenialika sasa? Kuna mtu aliyemwandikia barua? Namshukuru Mungu. Labda tu nijazie kwamba mtumishi wa Mungu ninakukaribisha tena na tena na tena na tena. Mungu atakapokuambia nenda shinde, njoo. Amen. Hatutakosa na ule kukurudisha. Haleluya. Tunakuja kuku. Kwanza wanarudisha vibwengo. Watarudisha. Pesa utakuwa nazo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanangu Joshua mnamjua.